Kwanza tunafanyaje sasa? Mimi nilionyeshwa, ulionyeshwa. Hiyo ni juu yako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ulichukua nini mpaka imekuwa hivi? Binti fulani nilichua tu, nilimuona tu anapotembea, nilimuona anapovaa. Mimi nilichua anapovaa hivi, afiki mbali. Nilichua tu, afiki mbali. Sasa mjenzi wa vizazi vingi ni mtu ambaye ana akili na anaona vyema. Ndio maana Yesu kuna wakati alifika katika kitabu cha Marko ile sura ya 8 kama sikosei. Alipofika pale Bethsaida, akamkuta mtu mmoja ambaye alikuwa hawezi kuona, akamuita, akamtemea mate, akaweka mikono. Unaona nini? Akasema naona watu kama miti. Yesu atamani hicho kitu. Huyu bado hajaona vyema. Akarudia akamwekea mikono. Unaona nini tena? Naona watu halisi. Jamani, amina. Naona watu halisi. Ndio hicho kitu Mungu anataka. Unaona vyema, wewe ndiye mjenzi. Umeona, umechukua tu. Binti fulani umeona, kaka fulani umeona, tengeneze, usaidie. Ndugu wangu, usipofanya hivi vizuri, dhambi inapotea mlango. Mimi nakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbusha tu kwa baadhi ya kanisa la mwanzo, mtu ambapo akiwa amefanya kosa lolote akasimamishwa, kanisa lililia, piga kelele, mwenzetu ameondoka, mwenzetu ameondoka. Fuatilia vizuri sasa hivi makanisa, sisemi hili kanisa hili liko, ila kama hauko vizuri tengeneza. Jamani, amina. Ameanguka mtu, watu wanapiga makofi. Tulisema, yani nakwambia tulisema, mimi nilikwambia hata na afadhali ameondoka. Watu wanaongea, afadhali acha aondoke. Aondoke. Jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe. Huyu sio mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili ana macho ya Mungu. Macho yake yamebadilishwa kuwa ya Mungu. Jicho la Mungu linaona. Binti yangu unapovaa hivi, mwaka usijui kama unapaswa. Hii unavyoenda, hii tabia, jinsi ambavyo umezoeana na hivi, kwa namna hii hatuendagi hivi tuliokoka. Basi badilika mdogo wangu. Ndio mtu anaitwa mjenzi. Sio tu watoto, mpaka vijana. Maana pia wao ni kizazi kilichopo. Hatuangalii kizazi kinachokuja peke yake, tukasahau cha kwetu ambacho kinaharibika. Jamani, amina.